Ndio maana mwanamume anapooa anaambiwa aombe dua ya kuepukana na shari ya mke yule, na mwanamke afanye dua aepukane na shari ya mume. Kuna shari za watoto, kuna shari za jirani. Hizi shari zimegawika. Kuna shari za mashetani ambazo hizo ndo zimefurutu ada. Kuna shari za makafiri, kuna shari za wanafiki. Kwa hiyo shari zipo nyingi, mpaka shari za miji. Kuna shari, mji una shari yake. Huu mji unauona una shari yake huu. Sio ukahamie, tunaenda hamia Sogea, ushaomba dua ya mji. Mwenyezi Mungu nikinge na shari za mji huo. Unazijua? Uombe dua na unipe kheri za mji huo. Pana shari yake na kheri yake popote. Hata kama itakuwa pahala popote, basi imekuwa pana shari yake na kheri yake. Uombe kheri ya pale na shari ya pale ikuepuke. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuepushe shari zetu, atuepushe nazo hizi shari zetu tulokuwa nazo. Maana hata mimi naongea hapa na shari zangu na kheri zangu. Kwa hiyo wakati mwingine mtu shari yake mwenye aombe isije ikamfika. Maana ikikufika shari yako mwenyewe unaweza ukafanya jambo la ajabu ajabu kwa shari yako mwenyewe, wala hujarogwa wala hujashawishiwa na mtu. Shari yako mwenyewe ikafanya jambo la ajabu ajabu. Kwa hiyo sio mtu nikinge na mabalaa tu. Kuna na balaa ya shari yako mwenyewe. We mwenyewe una shari ambayo imejengewa kama ni mtihani. Falyanzuru al-insanu mimma khalaqa, basi aangalie mwanadamu au ajipeleleze mwanadamu jinsi gani, njia ambazo Mwenyezi Mungu ameumba. Ni mfano wa kama katalogi, vipi tumeumbwa sisi. Khalaqa mimma indafiqi, Mwenyezi Mungu anasema tumemuumba kwa maji yenye kuchupa. Hapa ndo kazi hii, ndo shari yenyewe. Sasa manii haya, manii ndo shari kubwa sana hii. Na unaambiwa kama mwanadamu yeye ni hodari, basi azuie matamanio yake. Tumemuumba kwa maji yenye kuchupa. Yenye kwa mchupo, yana mchupa hayo. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, Mwenyezi Mungu anasema hayo yanatoka katika kifua cha mama na mgongoni kwa baba. Angalia sasa, nataka kuizungumza hiyo hali ya shari ya mtihani. Mambo mengi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kama kitatengenea kinyama kilokuweko kifuani au kipande kilokuweko kifuani, ametengenea mwanadamu mwili mzima. Sasa na mwanadamu huyo kwa upande wa mwanamke amewekewa hapa, maji yake ndio yanapotoka kwenye kifua na moyo upo hapa. Sasa hapo ndo panapo kazi. Ndio maana wanawake ukawakuta mambo yao mengi huwa wanashindwa kuya control, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Wanaume ndio watakuwa viongozi juu ya wanawake, kwa sababu wamekumbwa na mitihani mikubwa. Moyo uko hapa na matamanio yao yapo hapa kifuani. Ndio maana mwanamke jambo lake hulieka kifuani, halimtoki. Simsahau maisha mimi yule alivyonifanyia, kalieka hapa. Ndio panapo matamanio yake. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kwa hivyo ni masuala ya kuzingatia sana. Maji ya mchupo yanotoka kifuani kwa mama na mgongoni kwa baba. Nitaeleza kwa nini inakuwa hivi. Ndio maana wakati mwingine anapooa mume, wewe unakasirika, kifua kinakuwa kama moto. Na mara nyingi sana unasikia wanawake akikasirika, naona kama pressure, sijisikii. Maana yale matamanio yake yako hapa, yale yanamkereketa yale. Yale matamanio yake, maumbile yake, jambo lake liko hapa. Akipende kitambaa akashakeka hapa, ampende mtoto yuko hapa. Sasa ndio maana mwanamke akimpenda Mungu, wallahi yuko hapa kweli. Yuko hapa kweli, lakini kwa yeye hachelewi kutoka, kwa sababu hapa ndo panapo hayo mambo ya matamanio hapo. Ndio mara utamkuta wakati mwingine mtu darasani, mara ikipigwa rusha roho unamuona kashavua hijabu, unamuona sijitambui, sijiwezi, pa kwenda sipajui. Unashangaa huyu si ndio alikuwa darasani?
matamanio, akakiona akakiweka hapa. Akikiona kiatu basi kesha kitia rohoni, kiatu kile nitacheza upato mpaka nikichukue kile, maana kashakiweka hapa. Na wallahi atafanya kila mbinu, ikiwa hawezekani anasema japo mwanamume wewe nikimpata akinipa gharama ile tutakwenda kuzini mradi nikipata kiatu kile. Na kweli mpaka akitia inayoonekana nacho fashion yuko. Azma ya mwanamke kali sana, lakini inafifia mara moja. Ndio maana hata wanasiasa wanakupendeni nyie sana. Ukiazimia nitampigia kura fulani, anajua kura mwanamke haikosi, lakini mwanamke awe anafuatiliwa. Ndio maana kila wakati wanakufuatilia nyie kuliko wanaume. Kila wakati maana mkibadilika mara mnabadilika mara moja, mnaweza mkasema nitamtilia yule. Sasa akitokezea mwanamke mwenzio akikwambia babu wewe, maana mie nishapewa shilingi 2000 shilingi wewe na mpao kanga mtilie fulani wewe na zako hizi hapa na wewe chukua, basi pale pale lazima mwanamke isharudi sharia yake ya kifuani pale, kashaondoa ile kashamweka mwingine pia. Likimkorofisha tu lile la hapa halipo tena linaondoka. Maana si kama linakaa kwa muda ndio linataka kuchungwa kila wakati, na mchungaji ndio mwanamume. Akifanya mchezo limeondoka. Kwa hiyo mwanamke atakiwa hafidhi Qur'ani, anahifadhi vizuri sana, lakini asije akapata bwana akaolewa, akiolewa peleleza Qur'ani yote haipo. Nizo kashangawe. Hususan apate bwana wenyewe anaitwa Mayo Sharobaro. Unakuja tahamaki kaacha Qur'ani, unachanga mwanamke yule alikuwa mzuri, mdarisishaji mzuri, anadarisisha wanawake, anatoa mawaidha kwa wanawake. Ndio hao unasikia wengine wanatoa mawaidha kwa wanawake zao, akisikia mume kaoa tena anaweza kusema tuwafanyie uzuri wanaume, tuwafanyeni hivi wanaume, wanaume wanatakiwa hivi, wakandwe, wafanywe hivi, wapakwe mafuta, siji wafanywe hivi. Siku anapoambua miradi wewe, leo mambo yanakugeukia wewe. Mume una habari kaoa, anaitupa nikabu, anaivua nikabu, anaituplia balini. Anaambia basi kumbuka hadithi. Sina cha hadithi, wanaume wakorofi na wajuami. Wewe si ndio ulikuwa ukitoa hadithi wewe? Wewe si ndio ulikuwa ukitoa hadithi na aya wewe? Kwamba waume watunzwe, wafanywe hivi, msibabaike wanaume zenu, waume zenu wakioa msibabaike. Wewe si ndio ulikuwa kutoa mawaidha wewe? Ar-rijalu qawamuna 'ala an-nisa. Hivi ndio itabokuwa, wanaume ndio viongozi kwa wanawake kwa sababu ya maumbile yenu. Mkitaka msitake udhaifu uko hapo. Falyanzuru al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib. Maji ambayo yanatoka kifuani kwa mama. Mwanamke yote maji yake yapo kifuani hapa, na hapa ndipo panapo moyo. Inna fil jasadi mudghatan idha salahati salaha al-jasad kulluhu wa idha fasadati fasada al-jasad kulluhu ala wa hiya al-qalbu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika kipande katika kiwiliwili kuna kipande cha nyama, na hicho kipande cha nyama basi kilivyo hicho kama kitatengenea basi ametengenea mwanadamu mzima, na kama kitaharibika hicho mwanadamu ameharibika. Elewa, huo ni moyo. Sikwambii tena shari ya moyo iko hapa, na matamanio yamewekwa kwenye kifua, matamanio ya mwanamke. Ndio maana ikaelezwa kwamba yoyote, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamume yote atakayemwendea mkewe bila ya kufanya mchezo, akacheza cheza naye kwanza, basi mambo hayo atakayokuja kuyafanya amemdhulumu mwanamke huyo, na huenda akampa athari kubwa sana, kwa sababu anatakiwa acheze ayateremshe yale maji mpaka yaje kunakohusika, kwa sababu yako kifuani. Sasa yanatakiwa yaje chini, yateremke chini. Kwa hivyo hakuna mpango wa kupigana pushi tu. Tumsalieni Bwana Mtume. Kwa hiyo lazima iwepo vikorombwezo, mtu awe mjuzi wa kupiga type.
Lazima awe mjuzi, awe anapeleka vizuri tape yake bila kukosea, hata kama kuna kiza ajue kwamba herufi fulani ipo pahala fulani na herufi fulani ipo pahala fulani, mpaka inapatikana barua kamili na chini inatiwa saini koko. Tumswalini bwana mtume. Kama hakufanyii hilo mumeo, basi mwambie mume wangu na ndhulumu, kwa sababu vitu vyangu viko juu, havijateremka chini. Si matusi wakati mwingine, lazima tuelimishane. Maji yangu yako juu, kwa hivyo natakiwa yateremke chini. Leo sisi maji visimani tunatia mashine, ndo kama hivyo unapoona, kwa kuyavuta maji tunayavuta ili aje juu tuweze kutumia. Iweje wewe mwanamume leo unamtumilia mwanamke, huyavuti maji yake? Utatumia vipi maji? Utaona raha vipi wewe ukiyanywa hayo maji? Hayana tamu, ni maji ya kuvuta tena kwa mbali. Tena matokeo yake mwanamke anapata athari katika sehemu za siri, kwa sababu kupata jitu jahili linapiga pushi tu. Hii ndo hali, naona mambo hayo. Kwa hiyo lazima hapa pana somo maalumu. Mwanamke maji yake yapo kifuani, ya matamanio yapo kifuani, sawa? Sasa kama yapo kifuani, ndio maana mwanamke unakuta hata nguvu zake amejaliwa zile zilokuwa imara zaidi. Nguvu zake mwanamke ziko mbili. Mwanamke nguvu zake ziko kwenye mapaja, mapajani, na vile vile nguvu zake nyingine zipo kifuani. Hata aliwe baba la namna gani, mwanamke anaweza kumtuliza na akatulia. Ndio maana yake. Hata kama linabeba mizigo huko bandarini huko, linabeba huko mizigo bandarini, lakini mwanamume huyo atatulia kwa kitoto kidogo hicho mnachokisemanyia. Mradi ameshapata ukubwa wake tu, wallahi utaona ajabu. Bonge la babu linaitwa Bamsa, lakini mkewe mbamba. Na wallahi hufika muda lile babu likao halina maneno. Basi mimi ninakupenda wewe. Tuko pamoja eh? Sasa angalia shari zetu sisi wanaume ziko wapi? Kwa vile ndo shari za wanawake zipo kifuani, akipata jambo kalieka, asikie mke mwenzio na hivi kashalieka hapa. Na hapa ndo panapo matamanio yao, na moyo upo hapa. Na hata makafiri shari zao Mwenyezi Mungu alizizungumza ziko wapi? Hatari kubwa sana. Wama tukhfi suduruhum akbarum, walioyaficha kwenye vifua vyao makubwa zaidi. Kwenye vifua vyao makafiri walioyaficha ni makubwa. Ndio maana mwanamume inakuwa yeye akipata kitu hana ile kukiendeleza kwenye moyo yeye, ni kwenye kifua ile akakaa nalo. Na ukimwona mtu ana tabia hiyo, basi hajajielewa yeye ni nani. Mwanamume anaweza akakuacha wewe mwanamke, halafu akaweza kukuuliza hali vizuri tu, wewe ndio ukaanza wakati mwingine akakwambia sasa kwa kizungu, ex wife, asalamu alaykum, unawapenda huwajui? Wewe anakuuliza hali tu, kumbe haijakwisha, unanitamani. Kwanza kuulizana hali si jambo la kawaida. Una yako rohoni gagaziko limekukaa hapa. Tena anaweza kuambia mashoga zake hajitambui, juzi kanikuta eti ananiuliza hali, nimemnyamazia kimya, hajitambui. Lakini kumbe hali ni jambo la kawaida, ni jambo la kawaida katika kuulizana hali. Sio umeachana na mume tena ikawa wewe tena roho imekuganda. Anaweza mume akakukuta una shida akakusaidia, ambaye alikuwa mumeo, na wewe una shida unaweza kumwambia, lakini pasiwe na mkabala wa jambo la zinaa ama tendo la mapenzi ambayo kinyume na Mungu alivyoweka. Si vibaya kumwambia bwana mpaka sasa hivi ni mkuu mwenzio, wengine mmezaliana, mshazaana, sawa, mmezaana, au hata kama hamkuzaana, wala tansawul fadhla bainakum, msisahau fadhila baina yenu. Mlilala kitanda kimoja nyinyi, mmesahau? Mkala pahala pamoja, mmesahau?
sasa iwepo. Ndio maana ikaikwa eda. Eda maana yake nini? Bado kurejesha ile ihsan uweze kukumbuka. Ndani ya eda